Jina langu ni Emmanuel Pasco Nkuba. Mimi ni mdau wa maendeleo lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Naam, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jana ameweza kulihutubia taifa, na katika kulihutubia kwake kazungumza mambo mengi. Ukiwa unamsikiliza Mheshimiwa Rais, hotuba hii tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake, kwanza kuna mambo mengi nimeyasikia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais, lakini mambo makubwa manne. Lakini kiujumla tafsiri yake kubwa ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba yetu pia anatambulika kama mkuu wa nchi. Kwa hiyo hotuba yake ilikuwa ni ya kimamlaka na ambayo inaonyesha kwamba kweli yeye ni mkuu wa nchi, na sio tu yeye bali nchi yetu ni nchi huru na nchi inayojitegemea. Kwa hiyo ilikuwa ni hotuba ambayo kwa kweli inaweza ikawa kuna baadhi ya watu waliona kama ni hotuba kali kwao, lakini unajua muda mwingine ukweli hata usipoungwa mkono lakini huo unabaki kuwa ukweli. Kwa hiyo alizungumza mambo ambayo yalionyesha kwamba hii Tanzania ni nchi na yeye ni mkuu wa nchi ambayo ni huru kabisa. Hivyo ndivyo kwa ujumla nilivyoona imemaanisha hotuba ya Mheshimiwa Rais. Swala la kwanza ambalo limegusa jamii katika hotuba ya Mheshimiwa Rais ni swala la uhuru wa nchi. Alizungumza kuhusiana na namna ambavyo wako watu nje ya nchi ama ziko taasisi au nchi nje ya nchi ambazo zinajaribu kuelekeza nchi yetu nini cha kufanya. Lakini akasema, kwa mfano moja ya vibwagizo katika hotuba ile unasikia anasema who are you? Maana yake akimaanisha kwamba nchi yetu ni huru na kupitia uhuru wa nchi yetu maana yake jamii ni huru. Sasa zamani tuliwahi kutawaliwa. Ilikuwa ukilima pamba maana yake namna mchakato wa kupata mbegu na kuilima na kuiuza wakati wa ukoloni ni tofauti na sasa. Uhuru ambao tunao sasa hivi katika jamii ndio uhuru ambao Mheshimiwa Rais ameuzungumza. Lakini pili, Mheshimiwa Rais amezungumzia hatari ambayo ilitokea tarehe 29. Hatari ile ilihatarisha sio tu usalama wa nchi lakini pia usalama wa raia ambao wapo kwenye jamii tunayozungumza. Kwa mfano, mimi mwenyewe kipindi kile nilipata changamoto na nikahisi kwamba kumbe vurugu zikitokea namna hii aiseni ni tabu sana, kwa sababu ile amani ambayo tumeizoea kuwa nayo alafu kaja ukalinganisha na kipindi hiko unashinda ndani, huwezi kwenda dukani, ama ukienda dukani unaenda kwa dakika kadhaa tu. Lakini pia kuna watu ambao ili wapate chakula cha leo inabidi watoke wafanye shughuli fulani. Kwa hiyo katika hotuba ile jambo kubwa la pili alilofanya Mheshimiwa Rais ni kuonyesha uhuru wetu kama jamii, kama nchi.